Yes, ni aje ndugu msikilizaji. Bara kuna tukio ambalo linawashangaza mashabiki wengi wa muziki Afrika baada ya picha kusambaa zikimwonyesha msanii mkubwa wa Nigeria Asake akiwa katika mji mtakatifu wa Maka nchini Saudi Arabia. Yes, Asake ambaye jina lake halisi ni Ahmed Ororade alionekana akiwa katika eneo la Masjid Al-Haram karibu na Kaaba kabisa. Yes, akiwa amevaa mavazi ya ihram, hayo mavazi ambayo yanatumiwa wakati wa ibada ya Umra. Safari hiyo imezua maswali mengi sana mitandaoni. Wengi wameanza kujiuliza, je, ameanza safari mpya ya kiroho? Na je, hatua hii inaweza kubadilisha maisha yake ya muziki? Bana, kama mashabiki wameweza maneno mengi sana yameweza kuwatoka, na kwa sasa hakuna taarifa rasmi kwamba Asake ataacha muziki, lakini kwa baadhi ya mashabiki safari hiyo inaonekana kama hatua ya kutafuta utulivu wa kiroho baada ya mafanikio makubwa aliyoyapata kwenye muziki wa Afrobeat duniani. Asake amekuwa mmoja wa wasanii wakubwa zaidi Afrika katika miaka ya hivi karibuni kupitia albamu yake kama Mr. Man with a Vibe na Work of Art ambazo zilimpa umaarufu mkubwa duniani. Lakini safari yake ya Maka inaonyesha upande wake mwingine wa maisha, ya upande wa imani na tafakari ya maisha. Yes, kwa hiyo bwana, na watu wengi pia wakaja wakahoji kwamba bwana mbona kama kitu alichokifanya Asake ni kikubwa sana na kina Diamond wa kitambo sana kwenye game, lakini kwa nini wanashindwa kufanya vitu kama hivi? Unaona bwana, hususan mastaa kutoka Tanzania. Hatukuwahi kumuona Alikiba wala hatukuwahi kumuona Diamond kuweza kufanya kitendo kama hiki. Je, hii inaashiria nini? Watu wengi sana wakaja wakatoa mapovu kwamba hao wasanii wetu wa Afrika Mashariki wako karibu sana na Mungu, lakini wengine wakaja wakatetea wakasema maybe labda kila mtu na imani yake binafsi, unaona bwana, ana safari yake ya kiroho. Na wengine wakasema kwamba ratiba za kazi, maybe labda unakuta by that time yeye yuko busy na kazi, labda yuko sehemu fulani, so anashindwa kufanyaje, anashindwa pull up na kwenda kutimiza jambo kama hilo, japokuwa yeye ni Muislamu. Unaona bwana, kutokana na show nyingi au na tour nyingi ambazo wanakutana nazo katika ratiba zao. Na wengine wakasema kwamba ni uamuzi wa faragha, baadhi ya watu hufanya ibada hizi bila kutangaza, lakini sio kweli kwa wasanii wetu bwana. Mtu aende maeneo kama yale na ashindwe kuweka wazi kwamba bwana I was in Mecca, you know. So tunajiwana wenyewe the way mambo yanavyokwenda, na watu wengi wakaweka maswali kwamba je, Asake ataacha muziki? Lakini taarifa rasmi hakuna kwamba itakuwa hivyo. Historia inaonyesha kwamba mastaa wengi waliokwenda Maka bado wanaendelea na kazi zao. Mfano kama DJ Khaled amewahi kufanya Umra mara kadhaa, lakini bado anafanya muziki. Mtu kama French Montana pia aliwahi kwenda Maka na bado anaendelea karia yake. Hivyo safari ya Asake haimaanishi mwisho wa muziki, bali inaweza kuwa hatua ya kiroho katika maisha yake, you know. Bana, na swali kubwa lilobaki sasa ni hili: je, safari hii itabadilisha mwelekeo wa Asake au ni hatua ya kawaida ya kiroho kama wanavyofanya Waislamu wengi duniani? Hayo majibu yote yanayo Asake mwenyewe, so ni issue ya kusubiri mpaka Asake atakaporudi katika hatua yake hiyo ya kwenda kuzulu Al-Kaaba kule katika ibada ya Umra. Yes, mashabiki wake duniani sasa wanasubiri kuona hatua inayofuata nyota huyo wa Afrobeat. Bana, hii hapa ni 360 on air. Usisahau kusubscribe. Karibu sana kwa ajili ya stories zijazo. Bye bye.